Hasa leo tunataka tuongelee kuhusu mambo ya cryptocurrency kwa sababu tuongea sana hisa, lakini na focus kwenye Bitcoin. Sana watu wanasema, kwa mtu anajiulizaga swali, akiangalia chart kwa mfano Bitcoin hii hapa, anaona hapa chini hapa, asema si ningenunua hapa, ningekuwa na tayari tajiri, ningenunua hapa. Umeona ninge ile inaumiza watu sasa, na mpaka sasa hivi itatokea fursa kama ile tena, alafu bado watu watakuwa hata hawajui cha kufanya. Umeona, watabaki tena ninge tena, siku zinaisha, alafu hujafanya kitu chochote. Bitcoin kama tunavyojua au kama mtu hajui, Bitcoin waga ni sarafu za digitali ambazo waga zinapanda na kushuka. Overall zinakuwa kwenye uptrend. Yani overall, yani umeona Bitcoin ilivyo. Mara ya kwanza Bitcoin enzi hizo ilikuwa inauzwa 700,000. Ilikuwa inauzwa $50. Yani ilikuwa inauza 200,000. 200,000 ikaja kufika mpaka 1,300,000. Umeona, 200,000 mpaka 1,300,000. You can imagine, kutoka 200,000 mpaka 1,300,000. Ungekuwa umenunua za 500,000, sasa hivi ungekuwa wapi? Tunachotaka kuangalia ni kwamba ni muda gani wa kununua, na kwamba yani kadri muda unavyoenda endelea kupanda juu, na kadri inavyoendelea kupanda juu kuna muda inashuka, na ni after every 4 years. Kila baada ya miaka 4 Bitcoin inapanda, then mwaka wa mwisho ule inashuka, then miaka 4 tena. Kwa hiyo inakuwa ni msimu wa miaka 4 kwa kawaida. Yani hapo ni kupitia historia, sawa? Kupitia historia Bitcoin inakuwa inafanya hivyo. Na kwa nini inafanya hivyo? Inafanya hivyo kwa sababu kuna kitu kinaitwa halving. Halving maana yake ni muda wa Bitcoin, yani ni gawio la Bitcoin linapungua kwa 50%. Yani faida ya mtu anayefanya mining ya Bitcoin inapungua kwa 50%. Sawa, tusiende mbali sana. Mimi na angalau mnajua, lakini siku nyingine tutafanya introduction ya Bitcoin. Sasa the best time to buy ni wakati ipo huku chini, lakini je, utajuaje ni muda sahihi wa kununua? Sasa kwa leo mimi nina tool moja nataka niwaonyeshe, sawa, ambayo ni nzuri sana, inaitwa PastaTrade 101. PastaTrade 101, link iko hapo. Sasa PastaTrade 101 ina tools nyingi sana ambazo mimi nazipenda kuzitumia. Kuna kitu kinaitwa risk. Sasa hiyo set yake iko hivi, mnaweza mkaingia, mtajisajili, sawa, mtapata hizo features, sawa. Okay, sasa nimeingia kwenye account. Hii platform ina mambo mengi sana. Yani kuna charts, yani kuna vitu vingi sana hapo, kama unavyoona kuna market, cycle chart. Hii ni data ambazo zinakusaidia, yani ni kama tool inakusaidia kufanya analysis ya cryptocurrency. Lakini kwa leo mimi nataka niongee na wewe kitu kimoja tu ambacho mimi kwenye hii platform ndio nimekipenda na ambacho waga mimi binafsi waga nakitumia. Sawa? Natumiaga nini? Kuna kitu kinaitwa risk dashboard. Ukiangalia upande wa kushoto tu kuna risk dashboard. Sasa hii risk dashboard ina maana yake nini? Hii risk dashboard inaelezea ni muda gani risk ya kuingia hasara ni kubwa na risk ya kuingia hasara ni ndogo. Yaani kipindi ambacho ukinunua Bitcoin leo, kuingia faida, muda wa kuingia hasara ni mkubwa, sio muda wa kununua. Na kama risk ikiwa ndogo, inamaanisha ukinunua hapa hata kuingia hasara utaingia hasara sana. Kwa hiyo cha kufanya ni kwamba unanunua Bitcoin wakati ukinunua hautakuwa una hasara sana endapo ikishuka. Sawa? Yaani unanunua, yani turudi kwenye chart yetu hapa. Nikinunua Bitcoin ikiwa hapa Novemba 2021, iko juu, riski yake lazima itakuwa ni kubwa, kwamba ukinunua hapa anguko lake likianza ni kubwa mno. Kwa mfano hapa, sawa, ikaanguka kwa 73%, 76%, yani hasara za 76%. Kwa hiyo sasa mtu aliyenunua ikiwa hapa 60,000 alipata hasara ya 76%, afu baadaye akaja kupata tena faida, lakini faida yenyewe sio kubwa sana kama ya mtu aliyenunua huku chini, kwa sababu wewe ulinunua hapa ukasubiria miaka 4 utapata faida mara 2, lakini mwenzako aliyenunua huku chini tayari ana faida zaidi kama mara 6-7. Umeona? Kwa hiyo umeona tofauti ya risk. Unabidi ununue wakati risk ipo low na uuze risk ikifika high, yani kwamba wakati risk iko ndogo, kwamba nikinunua sasa hivi sitapoteza sana. Na sheria moja ya pesa iko, anasema Warren Buffett, yani anasema kwamba
ukiingia kwenye trade yoyote hakikisha umeshinda, na usiposhinda hakikisha haupotezi sana. Yaani sio kwamba yaani ukiingia ni patapotea kama unavyobeti kwenye mikeka kwamba nikikosa nimekosa, ipata nimepata. No, ukipata umepata, ukikosa umekosa kidogo. Sasa hiyo ndio siri ya kutoboa. Sasa kwa mfano mimi hapa naiangaliaga hivi, sasa hivi risk ipo 0.2 na ukiangalia hapa mwanzo kuna 1, huku kuna 0. Kwa hiyo ikinavyoendelea kwenda kulia, hii riski ni kama mita za kwenye magari. Ikifika 1, high risk. Kwa muda huu sio muda wa kununua. Kwa sababu gani? Ukinunua hasara yake ikishuka ni kubwa, na huku chini riski yake ndogo. Kwamba ukinunua hapa hata ukipata hasara sio hasara kubwa, hasara maisha 20%, 10%, then baadaye itakuja kupanda tena faida juu. Kwa hiyo sasa you target low risk ili upate faida kubwa na upoteze kidogo. Kwa hiyo siri sio kupoteza hela. Ndio maana watu wanasema cryptocurrency unapoteza hela zote kama scam. No, unapoteza hela kidogo ukiwa unatumia akili. Kwa mfano tuvoangalia hapa Novemba 21, tuangalie kwenye hii tool ya Pasta Trade 101. Tool ya Pasta Trade 101 Novemba 21, tunaangalia hapa katikati. Umeona hii hapa hivi Novemba 21, 2021 Novemba 2021. Umeona hapa mitaa hii, umeona risk ilikuwa huku 0.6. Alafu tuangalie tulinganishe na ilivyokuwa hapa chini Novemba 22. Sorry mzee. Umeona Novemba 22 ilikuwa chini. Kwa hiyo sasa kwa mtu aliyetumia hii tool ikifika huku chini 0.1 chini ya 0.2 alinunua. Ndio maana inasema aggressive DCA. DCA maana yake dollar cost average, yani kupa nunua kidogo kidogo, lakini tia mpunga wa hatari kwa sababu ipo low risk. Kwa ukinunua hapa hasara unaweza kuipata, lakini utaipata sana, lakini faida utapata kubwa mno. Kwa mfano hapa tuseme mtu alinunua hapa Novemba 22 akapata hasara, alipata hasara ilishuka kidogo asilimia 20, yani umeweka milioni 1 ikashuka mpaka 800,000, ukaendelea kukaa kidogo tu ikaendelea kupata faida 7 times, ukapata faida milioni 7. Umeona? Kwa sasa tunachokifanya, unaingia kwenye hii tool. Sawa, tools zipo nyingi lakini napenda ya Pasta Trade. Sawa? Pasta Trade 101. Kwanza ni mshikaji ambaye I know, yani ni mwalimu mzuri sana cryptocurrency na mtenda tool yake nzuri sana. Waga mimi pia naitumia. Sawa? Kwa sasa unaweza ukaamua, ambacho mimi pia nashauri, ikiwa 0.2 kwenda chini unaanza kununua Bitcoin, na ikishatoka hapo ikaingia kwenye 0.6 unaanza kuuza. Sasa hivi ipo kwenye 0.23. Sawa, ipo kwenye 0.23, na huu muda mimi kwa ushauri wangu unakaribia muda wa kuanza kununua, lakini sio mbaya hata 0.23 uanze kununua kidogo kidogo. Na ninashuka hapa chini. Sasa hii hapa chini imeandikwa BTC price versus risk history. Yaani ni kwamba ni chati ambayo inaangalia kile kitu chokiangalia kile ya riski, lakini imekiweka kwenye chati. Sawa, imekuwa kwenye graph tangu historia ya mwaka 2012 mpaka jana. Na ukiangalia sasa hii chati, kipindi kile ambacho risk imefika kwenye 0.2, mstari huu wa kijani huo chini, unakuta hata bei ya Bitcoin iko down na ni muda wa kununua. Kwa mfano ikifika hapo, mtu alinunua hapa, mtu alinunua hapa, mtu alinunua hapa, alinunua hapa na hapa, wote lazima wametajirika. Yaani lazima, kwa sababu indicator inakuonyesha risk, yani kwamba ukinunua sasa hivi hautapoteza hela sana. Yaani sio ni biashara, nikwambia biashara gani? Asho unanunua biashara vidonge, unafanya biashara ya pharmacy, unanunua vidonge ambavyo vina expire mwezi ujao. Risk ya kupoteza hela ni kubwa, na hiyo vidonge utauziwa kwa bei ndogo, na inabidi uviuze na wewe bei ndogo au viuze haraka haraka, na ukichelewa tu mwezi mmoja unaingia hasara. Sawa? Lakini ukienda pharmacy ukanunua vidonge ambavyo vita expire ndani ya miaka 5,
tayari una muda mrefu sana wa kuuza, na possibility ya kupoteza hela inakuwa ndogo. Utapoteza ndio hela kwa sababu miaka 5 sitaisha, utapoteza hela, lakini hautapoteza hela nyingi kuliko mtu ambaye amepewa vidonge vya kuuza ndani ya mwezi mmoja. Kwa sababu wewe utauza carton ngapi kwa watu? Utauzia watu wangapi vidonge vya P2? Au sio? Kwa hiyo sasa nachomaanisha ni nini? Nachomaanisha ni kwamba sio kwamba hautaingia hasara, utapoteza hela kidogo. Ndio maana kuna watu wengine wanaambia hata kwenye hisa kuna hisa ndio zinaendelea kupanda, lakini ukiinunua riski yake ya kuingia hasara ni kubwa mno, kwa sababu ikiamua kugeuka siku moja itakuingiza hasara 70%, na ikiendelea kupanda mpaka juu utapata faida 40%. Lakini it's better ununue kitu ambacho ikikipata faida ni faida mara 5 kwenda mbele. Kikiingia hasara ni umepoteza 10%. Yaani umeingia milioni 1 umepata hasara ya 200,000. Soko limeisha. Au umeingia milioni 1 umepata faida ya milioni 7. Umeona Kwa unapoteza kidogo unashinda kingi. Hiyo ndio siri ya uwekezaji wa akili. Ndio siri ya uwekezaji sana sana kwenye Bitcoin. Sasa kwa nini kutusitumia kwenye nyingine? Hii platform unaweza kufanya kitu kwenye coins kibao, lakini mimi I advise you tuanze kununua Bitcoin kwanza. Hayo usinunue kwenye nyingine. Sawa, nyingine zote sasa hivi. We'll talk about other coins kwenye nyingine, lakini sasa coin yako ya kwanza kununua ni Bitcoin. Kwenye platform yake ukiamua mcheki bei zake hapa, kuna free, umeona? Kuna free, kwa mfano BTC Risky ni free ambayo tumeicheki. Alafu kuna middle ya shilingi 5,000 kwa mwezi, una charts kibao na analytics tools nyingi sana za watu ambao wanapenda altcoins na nini, umeona? Iwe ni Bitcoin. Sawa. Kwa sababu gani? Kwa sababu sasa hivi tunapoona mimi tunaelekea kwenye msimu mwingine wa kuanza kununua Bitcoin, kwa sababu hii misimu kama nilivyosema ni ya miaka 4. Inakuja coin inapanda, baadaye inashuka, inasubiri msimu mwingine, inapanda, inashuka, inasubiri msimu mwingine, inapanda, inashuka, inasubiria msimu mwingine, inaendelea kupanda. Kwa sasa tumeifika kwenye point ambao msimu wa 2023 25 unaisha. Kwa unaanza msimu mwingine ambao unaturuhusu sisi kuingia kutoboa, kwa sababu kama sasa hivi hujaipata faida kwenye cryptocurrency, tunaingia kwenye msimu ambao wewe utaanza sasa kufanyaje kupata profit. Lakini you have to buy bei ikiwa ndogo. Sasa kuna watu wengi mnaanza kuniambia, kwa sasa tununue sasa hivi au tusubiri? Au anaona hii bei anasema bana, hii bei bana mimi nataka ishuke tena huku chini. Haitarudi kwenye bei hiyo. Bitcoin haikogo hivyo, ikitoka imetoka. Yaani msimu wa Bitcoin kushuka dola 3,000 umeshaisha. Msimu wa Bitcoin kushuka mpaka dola 15,000 umeshaisha. Haitarudi dola 15,000. Yaani hesabia hivyo kwenye Bitcoin. Kwa hiyo do not expect hicho kitu, lakini expect kwamba itashuka kwenye level ambayo ukinunua hasara utaingiza kidogo, faida itakuwa kubwa. There it is. Kwa kama una maswali na nini unaweza kanicheki kwenye comment hapo na vitu kama hivyo. Tutaendelea tuko nayo kwa siku nyingine kwa ajili ya videos nyingine.